Education stakeholders, political leaders and community members have hailed the commissioning of an ultra-modern girls' dormitory at Kibaroti Mixed Secondary School in Kuria East Sub-County, Migori County, describing it as a major milestone in advancing the girl child education in the region. The facility was officially commissioned by the Bishop of the Catholic Diocese of Homa Bay, Reverend Michael Otieno Odiwa, alongside Migori County Deputy Governor Mahiri Gimunta during a colorful ceremony attended by education stakeholders, leaders, and residents. Speaking during the event, Deputy Governor Mahiri Gimunta revealed that the modern dormitory was constructed at a cost of 25 million shillings through contribution mobilized by his office and support from friends and well-wishers as a way of giving back to the community. He noted that the facility will provide safe accommodation for more than 250 girls who previously walked long distances to school, exposing them to numerous challenges, including early pregnancies, insecurity, and school dropouts. Kiini cha kujenga hili bweni ilikuwa kusaidia mtoto msichana apate sehemu safi, sehemu ya kiheshima na sehemu iliyo salama anapochukua masomo yake ya shule ya upili. Tunajua hii sehemu ya Kuria iko na changamoto nyingi hasa kwa mtoto msichana. Moja ni mimba za mapema. Ya pili ni hii kukeketwa wakikuwa bado wadogo. Ya tatu ni kunajisiwa hasa wakati ambao wanapoenda shuleni. Na pia kuna watoto hutembea sehemu mbali wanapoenda shuleni, sehemu za ambao wanatoka. He added that a similar dormitory is already under construction at Ntimaru through partnerships coordinated by his office. The project is expected to help in keeping girls in school in the volatile Angata Barikoi area, which has in the past experienced border-related conflicts. Kupitia hiyo program tuko na bweni lingine ambalo nimeanzisha huko St. Joseph Ntimaru, na pia niko na matumaini kwamba kufikia mwisho wa huu mwaka tutakuwa tunalifungua, na pia litakuwa la wasichana. Na napojua wasichana ambao wanatoka huko Ntimaru Gwitembe ni sehemu ambayo imeathiriwa na vita ya kijamii na vita kati ya Wakuria na Kalenjin kung'ang'ania mashamba. Kwa hivyo hiyo bweni itawapatia nafasi ya kukaa shuleni, wapate masomo na wakombiti kama wasichana wengine katika nchi yetu ya Kenya. Kuria East parliamentary aspirant Monica Motari lauded the initiative, saying it would serve as a model for other schools across the constituency. She called for the construction of girls' dormitory in every secondary school in Kuria East to ensure that learners can pursue their education in a safe and conducive environment. Ni kuhakikisha kwamba kila shule iko na dorm na kila shule iko na mwalimu wa guiding and counseling, sababu mnaona wasichana wetu wengi and especially day scholars kumekuwa ni shida. Mtoto anatoka nyumbani mapema, anataka kwenda kusoma, hakuna taa kwa barabara, so anatembea tu kwa giza. Sema mtoto ametoka 5:30, na kuna a lot of rape issues hapa kwetu, kuna a lot of cases za rape, na watoto wetu wengi hata akiwa raped ananyamaza tu. So after a few days unapata mtoto ako na mimba tayari, na sehemu zingine mtoto hata akiwa na mimba atazaa rudishwe shule, but hapa kwetu ukishapata mimba bwana direct. Former Migori County Woman Representative and Senatorial aspirant Denita Gati highlighted the need to increase the number of female teachers in school across the Kuria region. According to her, female educators play a critical role as mentors and role models, helping young girls navigate social challenges while inspiring them to achieve their academic goals. Kitu ya kwanza nitahakikisha ni mswada katika bunge ili tukue na sheria za kuhakikisha kwamba katika eneo letu la Kuria hii lazima tuongeze walimu wanawake katika Kuria, kwa sababu unajua walimu wakiwa wanawake wengi wanasaidia. Ukiangalia sahi statistics ambazo ziko kwa wakati huu, hii region yetu ya Kurialand walimu wa kike ni wachache. Kwa hivyo unapata kwamba wasichana bado tu wanakosa ile role model.
Also speaking during the event, Kuria East NAT Executive Secretary Mary Chagwa expressed optimism that the new facility will significantly improve girl child education in the region. She noted that the presence of a modern boarding facilities is likely to attract more students to the school, improve retention rates and enhance academic performance. Tunasema kwamba jengo hilo litaweza kugusa kizazi cha sasa hivi na kile ambacho kinakuja. Kitaweza kupatia watoto wetu ari ya kutaka kusoma, ya kuweza kusoma, na vile vile ukiangalia kwamba tunatoka katika jamii ambazo ni za chini, ambapo majengo kama hayo ni nadra sana katika jamii yetu. Hivyo basi yataweza kuwapatia watoto wetu motisha na kuwatia moyo, na nataka kuhakikisheni kwamba mwaka ujao ama hata mhula ambao unakuja tutapata idadi kubwa ya wanafunzi kwa sababu jengo hilo litakuwa ni mvuto sana. Lennox Odede reporting for Ndizi TV Africa from Migori County. Migori County gubernatorial aspirant and former Larger Migori Member of Parliament John Dache Pesa has called on Parliament and the national government to enact laws allowing the reintroduction of moderate corporal punishment in schools as part of the efforts to address the rising cases of student unrest and indiscipline across the country. Speaking during the inauguration ceremony of Kenya National Union of Teachers NAT Kuria West branch officials, Dache expressed concern over the increasing incidents of students' unrest in learning institutions. That idea of the cane, which was removed from the Kenyan education system, is what is breeding all these problems. We appeal to the government to bring back a punishment that will make teachers benefit from what they are doing in schools. Teachers are doing a very good job. But if the children and the students know that you cannot do anything to them, they will ban schools. And that is what is happening now. Tunasema pole sana, but we want the government to reconsider that element. The event was attended by Migori County Governor Dr. Uchilo Ayako, who called on legislators and the government to create a more conducive working environment for teachers. The governor emphasized that the need to improve teachers' welfare, adequate learning resources, and supportive policies to enhance the quality of education. The teachers are the most important people we have in the county. Development is done by people who are development-minded. They are minded in terms of development. In order to have that kind of mindset, somebody must put that in your mind, and that person is a teacher. Ukweli ama si ukweli? The biggest development is in the mind. It is in your mind. If you put it and implement it, it becomes the actual development. That is why hata hii 2 terms tunamwambia president apate 2 terms because he is investing heavily in recruitment of teachers. If you look at the investment that the previous administration put in teachers, Rais Ruto imepita zaidi. Kwa hivyo he is investing in the minds of our young children. He is investing in our potential. He is investing in our ability to do right things for ourselves and for the nation. The call for stronger collaboration in promoting discipline was echoed by the Principal Secretary in charge of social protection, who urged parents to complement the efforts of teachers by ensuring children are properly guided and disciplined at home. Kwa hivyo mimi nawasihi na kupongeza walimu na wasihi pia wazazi, tusaidie walimu hao kufanya kazi yao nzuri. Walimu wawe na nafasi ya kufundisha, ile conducive environment ya kufundisha watoto, ndio watoto wetu wapite. Lakini na nyinyi wazazi, tukae na watoto wetu tufundishe wao tabia nzuri, maadili bora. Na pia watoto wetu, najua mko hapa, mkuwe na discipline. You must have discipline for you to be where some of us are.
Also present at the event was Migori County gubernatorial aspirant and Suna West Member of Parliament Peter Masara, who pledged to improve education infrastructure across the country if elected governor in the next general election. He noted that investing in school facilities would contribute significantly to improving learning outcomes and creating better environment for students. Mimi nataka niwahakikishie mwalimu kwamba najua ECD inafaa ikuwe na madarasa matatu: playgroup, PP1 and PP2. Lazima ikuwe na walimu watatu, moja wa PP1, mwingine wa PP2, wa playgroup, PP1 na PP2. Inafaa tuwe na choo ya wao watoto wadogo na kajikoni yao ndogo hapo katika kila shule. Hiyo najua kabisa. Come 2027 things are going to change. They are going to change from worse to better, and eventually we will be the best because we must have model ECD centers within Migori County. We will not accept being told that one ECD costing 500,000 is a development against 11 billion. Wajinga walisha Migori. Lennox Odede reporting for Ndizi TV Africa from Migori County.